wa 16 inasema Hebrews 4:16 says, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help us in times of need. Wacha tutumie hiyo kwa Kiswahili, na kama itawezekana pia ni vyema tuipate kwa zote, ndio wale ambao hawaelewi Kiingereza wazi. Yes. Now inasema, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Apart from also coming to worship God, we also come to obtain mercy and find grace in times of need. Tunakuja mbele ya Mungu kuabudu na pia kuweza kupata rehema zake na fadhili zake. Yes, so that we may find help in times of need. Ndiposa tukaweza kupata msaada wakati tuko na mahitaji yetu. And I am going to throw from there and say that we have help. Na ninataka kusema kwamba tuko na usaidizi. Sisi si watoto wasio na baba. We have help from our Father. Tuko na usaidizi kutoka kwa baba yetu. I'm sorry, sometimes I forget I have an interpreter, but God is good. God is good, we shall throw. So I'm saying that we are not without help. Ninasema sisi si ati hatuna usaidizi. We are with help. Tuko na usaidizi. And I am here sure of this one thing. Niko hapa kuhakikisha jambo hili, that we all need at some point some supernatural power. Kwa kuna wakati ambao tunahitaji nguvu za kiungu, all divine power, nguvu zile ambazo si za kawaida, to help us in times of need, zikatusaidia wakati wa mahitaji. And looking around at times here even in our nation right now, na nikiangalia hata katika nchi yetu sahihi, I feel like we need God more. Ninasikia kama tunahitaji Mungu sana. And even as days goes by, na hata siku zinaposonga, we actually need God even more and more. Tunahitaji Mungu sana na sana. And I know that we all are here. Na ninajua sisi wote ambao tuko hapa, we need God. Tunahitaji Mungu. In one way or the other. Kwa njia moja au nyingine. Binadamu ameumbwa, he has been created in a way that man has been created in a way that binadamu ameumbwa kwa njia hii, there is a craving of a supernatural power. Kwa kuna ile tamanio la zile nguvu ambazo ni za kipekee. And that is why you see most of the time, if the right power is not there, na ndio maana unaona kama zile nguvu zinazofaa haziko, people are engaged in demonic things. Watu wanaingia kwa vitu za ushetani. Because there is a craving. Kama mtu haabudu Mungu wa kweli, maana kuna hilo tamanio, you'll find that others are worshiping the idols. Utapata wengine wanaabudu miungu ingine. Because there is always a void if you do not have a supernatural power. Maana kuna hiyo utamanio wa nguvu ambazo ni za kipekee. And I want to thank God because for us God has revealed to us. Nataka kushukuru Mungu maana sisi Mungu ameweza kutunenea. And we have chosen this kind of God. Na tumeweza kuchagua huyu Mungu. The true God. Mungu wa ukweli. God the great Yahweh. Mungu ambaye ni mkuu. And we are being driven by that spirit. Na tunaongozwa na huyo roho. Apostle alipokuwa when he was preaching on Sunday, he said, mtume alipokuwa anahubiri Jumapili iliyopita alisema hivi, that a spirit he was saying that a spirit cannot operate here. Alikuwa anasema ya kwamba roho haiwezi fanya hapa. A spirit can only operate here when there is an object, a human or something physical to operate within. Yani hiyo roho inaweza tenda mahali hapa ama kufanya kazi mahali hapa kama kuna kitu ama chombo ambacho kinaweza tumika. And so if you've allowed whichever spirit to operate in you, na kama umeweza kuruhusu roho yote ikaweze kufanya ndani yako, that is the spirit that you are going to see. Huyo ndiye roho ambaye tutaweza kumuona. And that is why we say in the abundance of the heart the mouth speaks. Na ndio
maana tunasema kile chote ambacho kiko kwa roho kinajidhihirisha kwa mdomo. That which is in our hearts, Kile ambacho kiko ndani ya roho zetu, that which is operating within us. kile ambacho kinatembea kwa roho zetu. Even if you're in the darkest, even if you are somewhere people cannot see, Hata kama uko kwa giza ama mahali ambapo watu hawaoni, that is what is spills out. hicho ndicho unachonena. Ndio anasema hata ukiwa in a crowd Hata ukiwa pale kwa and you are saved, na umeokoka, utaimba kama unaimba kigosho. You know, even your body will just reveal that which is inside of you. mwili wako utajidhihirisha tu kile kilicho ndani yako. And I'm excited because us who are here, Na ninafurahia kwamba sisi walio hapa we have allowed the Spirit of God. tumeweza kukaribisha huyo roho wa Mungu, And that's why we are driven to church. na ndio maana tunaongozwa kanisani. We are not driven to other places. Hatuvutwi kuenda kwa kwingine. I tell you, there is somebody who woke up to go somewhere that is not, the Spirit drove them to clubs, you know. Kuna mtu ambaye aliamuka na akaweza kuvutwa na roho katika kwenda huko maklab, In unpleasant places. mahali ambapo hapafai, Places where our God is not being revealed. mahali ambapo Mungu hatukuzwi. And so I know that we are here. Kwa hivyo najua tuko mahali hapa, And the Spirit is already in us. na roho yuko ndani yetu, Because He drove us here. maana alituleta hapa. And I'm saying, Nasema if that Spirit is in us, kama huyo roho ako and ndani we yetu, came to church to find grace, to find mercy, na tulifika mahali hapa kupata fadhili, then we have help. basi tuko na msaada. I want us to go through stories that we first of all see that I like giving it that way, because I know once we understand things in the physical, then it is easier even to understand in the spiritual. Ninataka tuweze kupitia hadithi fulani, maana napenda kupitia hiyo, maana najua tukiweza kuelewa vitu kwa kuziona, hata kwa kiroho tutaweza kuzielewa. And this scripture is an old testimony. Na huu mstari ambao tunaenda kusoma ni ushuhuda mrefu. And I first heard this scripture coming and ministering to my heart back post probably 2013, 2014. Na niliweza kupata neno hilo likiweza kunizungumzia kwa moyo wangu mnamo mwaka wa huko 2013. Through Pastor Sari in Samima House. Kupitia kwa mchungaji Sali kule Samima. So I'm saying and I'm talking it as a scripture that has ministered to me and a story that has ministered to me. Na ninasema kama ni neno ambalo limeweza kunihudumia mimi mwenyewe. And I know it can minister to you as well today. Na ninajua pia linaweza kukuhudumia. And some other several stories that you're going to see today. Na hadithi zingine nyingi ambazo tutaweza kuzungumzia leo. Give us a verse in the book of 1 King. Ukaweze kutupatia kutoka Mfalme wa kwanza. 1 King 1. Mstari kifungo cha kwanza. 1 King chapter 1. Verse 50 to 51. Kutoka mstari wa 50 hadi 51. I pray that God is going to help us. Ninaomba ya kwamba Mungu ataweza kutusaidia. Now Adonijah was afraid of Solomon, so he rose and went and took hold of the horns of the altar. And it was told Solomon, saying, indeed, Adonijah is afraid of King Solomon, for look, he has taken hold of the horns of the altar, saying, let King Solomon swear to me today that he will not put his servant to death with the sword. Naweza mpatia kwa Kiswahili pia. Tunashukuru. Adonai naye akaongopa mbele ya Sulemani, akaondoka akaenda kazishika pembe za madhabahu. Akaambiwa Sulemani kusema, tazama Adonai amuongopa mfalme Sulemani, kwani tazama amezishika pembe za madhabahu, akisema, mfalme Sulemani na aniapie leo kwamba hata niua mimi mtumwa wake kwa upanga. I want to remind us that we are looking at this topic that we have help.
Nataka kuwakumbusha kwamba mada ya leo tunayozungumzia ni ya kwamba tuko na msaada. Adonijah is the son of David. Adonijah ni mwana wa Daudi. This is after the story is coming, just to give a quick highlight of what had happened here. Ni hadithi ambayo inakuja kuelezea kile ambacho kilitendeka. That after the son of David died, Absalom, and he's now Adonijah is also a son to David, and he wants to take the kingdom forcibly using the back door, if we would put it that way. Adonijah ni mwana wa Daudi ambaye anataka kurithi ufalme kwa nguvu akitumia mlango wa nyuma. And he's supported by Adonijah and Nathia the priest, you know, a priest, and some few people have supported him. Na kuna watu ambao walikuwa wamesimama na yeye. And he want to take the kingdom against the will of the father David. Na anataka kurithi huo ufalme kutokana na kitu ambayo si mapenzi ya baba yake Daudi. Now the mother to Solomon gets to understand the conspiracy and rushes to David. Mamake Solomoni anaelewa hiyo hadithi na anakimbia kwake Daudi. And ask David, have you changed what you vowed that you're going to do, that your son Solomon is going to be the king of Israel? Na anamuuliza, umeweza kubadilisha yale ambayo uliweza kunena na kusipeana angano ya kwamba Sulemani ndiye atarithi ufalme? So David quickly took response and anoint King Solomon immediately, and he's clothed and he becomes the king of Israel. Daudi hapo kwa hapo anaweza kuchukua hatua ya kumteua Sulemani na kumfanya mfalme. And so Solomon becomes the king. Na kwa hivyo Sulemani anakuwa mfalme. And that means huyu ni mtu alikuwa anataka kugeuza serikali ya Solomon, because he knew that David had appointed Solomon to be the king. Kwa hivyo inamaanisha huyu ni mtu ambaye alitaka kubadilisha mambo pale, maana alikuwa anajua vizuri Sulemani ndiye alikuwa mfalme. And he deserved to die. Na huyo ni mtu alifaa afe. He deserved to die because of what he had done. Alifaa afe kwa sababu ya kile alichotenda. And now the king is already seated. Na sasa mfalme ashaketi. And has all the authority and all the powers. Na kuna nguvu na mamlaka yote. Adonijah in his wisdom, na Adonijah katika hekima yake, which was wise for him, ambayo ilikuwa hekima kwake, runs to the altar, to the horns of the altar. Anakimbia kwa pembe za madhabahu. And he holds the horn of the altar. Na anashika hizo pembe za madhabahu. And you know Solomon could not have killed him. He didn't. Na unajua Sulemani angeweza kumuua, angemuua. He didn't kill him. Hakumuua. He deserved to be killed. Alifaa auawe. And I'm looking at it this way. Ninaiangalia hivi. It is just the way that sometimes in life we find ourselves in issues and in matters that need a divine intervention. Ni kama vile sisi wenyewe huwa tunajipata kwa mambo ambayo yanataka tu usaidizi wa kipekee. Currently our nation is crying out. Wakati huu nchi yetu inalia. But it has been the cry of my heart. Lakini imekuwa kilio cha moyo wangu. And I'm really trusting God that you're going to know that we have help. Na ninaamini Mungu ya kwamba tutaweza kupata msaada. That as you have run to Christ, ya kwamba sisi ambao tumekimbia kwa Kristo. You see, Adonijah knew when he lands to the ark of to the altar and hold the horn. Unajua Adonijah alijua kwamba alikimbia kwa madhabahu na shike zile pembe. He was not to die. Hata ulawa. And as today, na sisi leo, you are seated there. Umeketi pale. Where did you run to? Ulikimbia wapi? Where have you come to? Umeenda wapi? You are with help. Uko na msaada. The issues of life. Maisha yako unajua iko na shughuli mingi. I don't know what you're going through right now. Sijui ni nini ambacho unapitia sasa. But you are with help. Lakini uko na msaada. You have learned to the house of God. Umekimbia katika nyumba ya Bwana. And not just to the house of God. Umefika katika nyumba ya Bwana. You have come to the altar. Umefika kwa madhabahu. And even before I go to the altar that we are speaking today, let's see, because God has always had provisions. Hata kabla niongee madhabahu ambayo tunanena leo, wacha niweze kusema maana Mungu amekuwa akitupa kile tunahitaji. God has always had provision in every generation, in every time, a provision of refuge.
Mungu amekuwa akitupatia yote ambayo tunahitaji katika kile kizazi kijacho. In every season, Katika kila season yoyote au majira, in every generation, katika kile kizazi, God has always had Mungu amekuwa a provision akitupa of refuge to his people. ya ulinzi kwa watu wake. Let us look to one of the stories that I have again in the book. I know I've read this verse again here as we share the Holy Communion. The book of Joshua 20 verse 2. Wacha tukaweze kusoma hadithi nyingine katika kitabu cha Yoshua 20. And you get to understand that in every generation, in every season, in every time of human being, God has always had a provision and has always had the men in his mind. Na ukajua ya kwamba katika kila kizazi, katika kila majira, Mungu amekuwa akitupa kile ambacho tunahitaji na ameweka mtu katika akili yake. In Joshua 20 verse 2, Yoshua 20 mstari wa 2, speak to the children of Israel, saying, appoint for yourselves cities of refuge, of which I spoke to you through Moses. Nena wewe na wana wa Israeli, uwaambie haya, toeni hiyo miji ya makimbilio ambayo niliwaambia habari zake kwa mkono wa Musa. Why do we see? We are also going to see another story. In every phase, God has had. Tunaona katika kila hatua Mungu alikuwa. This is a time when the children of Israel are settling down, are now going to settle in the land of Canaan. Huu ni wakati ambao wana wa Israeli sasa wanaenda kuishi pale mji wa Kanaani. They are almost now settling in the land of Canaan. Sasa wako wanaanza kuzoea huko katika mji wa Kanaani. And God reminds Joshua, na Mungu anatuma Yoshua what he had told Moses, kile ambacho alikuwa ameambia Musa, that appoint cities of refuge, anamwambia kwamba katika miji ambayo nitakomboa, that any time a person kills, ambayo kila wakati mtu anapoua, that they are going to have a place where they can hide. Watakuwa na mahali ambapo wanaweza jificha. You see, God has always known men will find themselves in the wrong side of law. Mungu alikuwa anajua kwamba binadamu watajipata kwa vitendo ambavyo havifai. Even in the old covenant. Hata katika Agano la Kale. And he has known that man somehow will find himself wanting a higher and a greater help. Na akajua kwamba binadamu itafika wakati ambapo atakuwa anahitaji msaada wa juu. So he asked Joshua, na anamuuliza Joshua, appoint cities of refuge. Mahali ambapo ni palikuwa pameteuliwa pa watu kama mafichoni. That any time a man kills, ya kwamba kila wakati mtu alipoua, there is going to be somewhere they are going to hide. Kutakuwa na mahali ambapo ni maficho yao. And it happened that if you ran there before, you are the one who was accusing you. Na ikipatikana umefika mahali ya pale kabla yule ambaye alikuwa na tamanio la kukuua, you were scot free. Uliweza kuachiliwa. And you were not guilty. Wewe hukuwa unahukumiwa. Hata kama umeua, you were to be scot free. You went free. Ulikuwa unaachiliwa huru. And I love it how God is using the biggest, the biggest I have always said this, hata in our constitution, I think the biggest and the worst crime you can do is murder. Hakuna ambayo ni dhambi kubwa kama hiyo ya kuua hata katika sheria. And it also attracts the biggest fine. Na ndio ambayo pia huwa unavutia hiyo kuwekwa kuhukumiwa sana. I think it's just the other day, or I don't know if it is confirmed, I'm not sure, but I think initially I knew they could, if you kill, you are also killed. Sheria ilikuwa inasema ukiua ulikuwa unafana wewe uliwe. I think things have changed now, they wanafungangwa forever. Nadhani mambo yamebadilika sasa, wanafungwa. I'm not sure, but I think I've heard something of the sort. In other words, what I mean to say is, nilikuwa nataka kusema hivi, God did not just pick any other sin. Mungu hakuchukua tu dhambi nyingine. Even in the story of Adonijah, hata katika hiyo hadithi ya Adonijah, God has picked an example of death. Mungu ameweza kuchukua mfano wa kifo. The worst crime one can ever do. Ambayo ni dhambi mbaya ambayo mtu anaweza tenda. Showing us
even with that, akituonyesha hata katika hiyo hali such a person still have help. mtu kama huyo bado ana msaada. What about you who have not even killed? Na wewe je ambaye hujaua? Wengine hapa hata kuku kama mimi waezi chinja. You know, you have not killed even a chicken. Haujaua hata kuku. Do you think do you think God is so unjust that you're not going to find help? Unadhani Mungu ana rehema ya kwamba utapata msaada? Because I know what the enemy has done has put people down with guilt, with condemnation that they feel they don't deserve. Maana shetani ameweza kuweka watu chini na kujihukumu na kuona ni kama hawafai. We have an asylum. Tunataka kusema tuko na msaada. We have an asylum. Tuko na msaada. And we have sought an asylum in a house of God. Na tunapata huo msaada katika nyumba ya Bwana. In the highest altar. Katika madhabahu ya juu. There is no any other altar that is bigger than the altar Jesus Christ. Hakuna madhabahu nyingine ambayo ni kubwa kuliko ya Yesu Kristo. Do you know what it means to seek an asylum? Unajua ina maana gani? I think it is more effective in these developed nations. Najua iko na maana katika wakati huu ambao watu wameweza kuendelea. Talk of the Great Britain, the Canada, US. If you happen to go there and you do not have the legal papers to settle in those countries, unapoenda pale na una vyeti za kuweza kuishi mahali pale, if you are there illegally, kama uko pale tu kwa kimakosa, and you are not entitled to privileges and things that are entitled to the citizens of the nation, na hujaruhusiwa zile vitu ambazo zimeweza kupewa watu ambao wanaishi mahali pale, there are places they call asylum. Kuna mahali ambapo wanaita hivyo. And what does that mean? Na hiyo inamaanisha aje? When you seek an asylum in those nations, unapotafuta hiyo asylum na hizo nchi, for example in the US, kama huko US, you are given food, unapewa chakula, you are given accommodation, unapewa malazi, you are under the care of the government. Wewe umetunzwa kila kitu because na you have sought, you have surrendered and you have said, me, I don't have any other help. The government is my help. Maana wewe umeweza kujiachilia na kusema huna msaada mwingine ila tu wa serikali. And I know most people have gone through that and they have gotten the legal papers through that. Na najua kuna wetu wengi wamepitia hiyo na wameweza kupata vyeti vile ambavyo vinafaa. Because what most people do, watu wengi kile ambacho utenda, kijua you cannot be a beneficiary of education, the health benefit, the insurance and all those things. Ukijua wewe hutaweza kubenefit na vitu kama masomo, kama matibabu, you seek asylum. Unaweza kuchukua hiyo and you are helped by the government of the nation. Na unasaidiwa na serikali. So if the government of the nation understand asylum, na serikali ya hiyo nchi maana inaelewa hiyo asylum, what about the asylum in Jesus Christ? Je, kama inaelewa what na ile ya Yesu Kristo iko aje? What about us who have taken the action of believing in this power? Na sisi wale ambao tumechukua hatua ya kuamini huyu Yesu Kristo. And have believed. Na tumeamini. And have taken all that we know and have come. We didn't go to any other place. You didn't go to a witchcraft. You didn't go to a wizard. You didn't go to all other things. But you came to Christ. Yani umeamini na vitu zako zote ukakuja kwa Yesu Kristo. Haukwenda kwa waganga ama kwa nguvu zingine za giza. And we are talking of even issues of life. We are not just talking of death and all that. Tunaongea kuhusu matatizo ya maisha, hatuongei kuhusu kifo tu. Even the small that you think it is the smallest. Hata ile dogo ambayo unadhani ni ndogo. This is why it's supposed to be sorted out. Hivi ndio maana inafaa kutatuliwa. This is where we get our help. Hapa ndio mahali ambapo tunapata msaada. This is our altar. Hapa ndipo madhabahu yetu yako. And this is why we come to hold the horn of the altar. Na ndio maana tunakuja kushika hizo pembe za madhabahu. Even when we complain, hata wakati tunaponungunika, even when we do things against and contrary to the will of God, hata tunapofanya vitu kutokana na mapenzi ya Mungu, even when we do not honor the men of God, hata tunapokosa kutii watumishi wa Mungu, even when we do not honor the teachings, hata tunapokosa kutii mafundisho. And I'm not saying it is wrong to do that. Na sijasema ni vibaya kufanya hivyo. I'm not
Now the children of Israel, let's go up to number 9. Thank you. Wacha some kwa the two verses 8 and 9 kwa Kiswahili. Yeah. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Give us verse 7 so that we understand where the story was coming from. Number 6 and 7. Let's see where we brought us here. 6. Give us 6, please. Sorry for that. So the Lord sent fiery serpent. Let me do 5. 5. So that we understand where we're coming from. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food, no water, and our soul loads with worthless bread. Number 6. So the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and many of the people of Israel died. Therefore the people came to Moses and they said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpent from us. So Moses prayed for the people. No, it's okay. I needed her to read with Swahili. Yes. Watu wakamnungunikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe. Utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Look at this time round. Tukaweze kuangalia wakati huu sasa. I have said God has provision every season and every time. Tumesema Mungu huwa anatutendea katika majira yote. The children of Israel have found themselves complaining about the leaders, the leadership of Moses, God himself. Wana wa Israeli wamejipata wakinungunika kuhusu Musa na hata Mungu mwenyewe. The same way even right now we are there wondering, did we do the right? You know, our nation is going through a very tough time. Ni kama vile sisi katika nchi yetu pia tunanungunika, tulifanya kile ambacho kinafaa. Nchi yetu inapitia mambo magumu. Some are going through very hard economic times. Tunapitia wakati mgumu wa uchumi. And things are tough. Mambo yamekuwa magumu. And we've forgotten the benefits of God. Na tumesahau yale matunda ya Mungu. Some people even find themselves complaining against God. Watu wengine wanajipata hata wananungunika kuhusu Mungu. What is the benefit of serving? What is the benefit of coming to the house of God? Wanashindwa kuna maana gani ya kutumika na kuja kanisani la Bwana. Because you've been praying, nothing is happening. Maana tumekuwa tukiomba na kuna kitu kinatendeka. Yeah, things are just tough for you. Mambo yanakuwa tu magumu kwako. The same way they were tough for the children of Israel. Kama vile tu yalikuwa magumu kwa wana wa Israeli. And you see, they were even dying. Na hata walikuwa wanakufa. God released problem and issues in them, to them. Mungu alikuwa ameachilia hizo shida zikaweza kuwakumba. The serpents were released. Nyoka zikaweza kuachiliwa. And they died, most of them died. Na wengi wakaweza kukufa. Because of complaint and lament. Maana ya kunungunuka na kuweza kulament. But look at the mercies of God. Lakini tukaweza kuangalia rehema na fadhili za Bwana. When they came and cried to God, walipokuja na kulia kwa Mungu, God heard them. Mungu akaweza kuwasikia. I'm saying there is a provision. Ninasema ya kwamba kuna kupewa na Mungu kile tunataka. We came that we may obtain mercy. Tumefika ndiposa tukaweza kupata fadhili. And we are obtaining mercy today. Na tunapokea fadhili siku ya leo. And finding grace. Na tunaweza kupata neema ya ajabu. That is going to help us in times of need. Ambayo itatuongoza wakati wa mashida. There is a time Abraham was discussing with God when God told him that he's going to do away with Sodom. Kuna wakati Abrahamu aliweza kuongea na Mungu Mungu alipotaka kumaliza ule mji wa Sodom. And Abraham was so hesitant. Na Abrahamu alikuwa anasitiza. And also merciful.
na alikuwa mwenye huruma, And he was asking God, na alikuwa anamuuliza Mungu, will you punish the righteous the same as the unrighteous? utaweza kuadhibu wale ambao ni wazuri And he kama wale really ambao ni wabaya? negotiated with God. Na aliweza kuongea na Mungu He's sana. asking God, Anauliza Mungu, do you really want to tell me that you're going to punish those who stand with you? You know, we are in the same economy, are we? We're in the same economy of Kenya, and I've been asking God, and that's why I've come to this point, and I remembered sometimes back, I said it is a testimony. The verse is a testimony to me. When we hold to the Ark of the Covenant, ndio maana nimekuja mahali hapa nikaweza kukumbuka hilo neno ambalo tulisoma. Maana yeah, it is we have help. Tuko na usaidizi. And when we hold to the Ark of the Covenant, Na tunaposhika katika ile ark ambayo ni angano, God has a way of listening to our cries. Mungu ako na njia zake za kusikiza He kilio even chetu. has a way of listening to our arguments. Ako na njia ya kusikiza hata kunungunika Look at kwetu. Abraham arguing with God, Angalia Abrahamu akiweza kunena and na Mungu asking him, na akimuuliza, do you want to tell me that you're going to punish us the same way you are punishing the unrighteous? unaniambia utaweza kutuadhibu jinsi ambavyo utaadhibu hata wale ambao hawakujui? As we cry for our children, Tunapolilia watoto wetu in these times when the lifestyle and social media is all over corrupt and there are so much going on, katika wakati huu ambao vitu mbaya na mingi ambazo zimejaa kwenye mitandao, do you think our children should go the same way? And our children, the children of the righteous, watoto wetu ni watoto wa watu ambao wanamjua Mungu. should they suffer addictions? Wanafaa wapitie hiyo uzoefu. As the whole nation is going through crisis, economic crisis, people are not able to meet even their normal bills. Wakati huu ambao nchi yetu inapitia wakati mgumu ambao watu hata hawawezi kufikia zile bill zao za kawaida. Are we going to suffer the same? Hata sisi tutaseseka hivyo pia. And you see, Abraham is telling God, Na unaona Abrahamu anamwambia Mungu, if at least you find 5. kama ukipata watano. Alianza kwa 50. He started from 50. Alianza kutoka kule 50. Came narrowing the number. Akakuja tu akiteremuka hadi 5. God could not find the numbers. Mungu hangepata watu kama hao. He comes, narrows the number all the way to number 5. Anateremusha hadi kule And 5. he's still negotiating. Na bado anaomba huruma kwa But Mungu. unfortunately in Sodom there were not those numbers. Lakini kule Sodoma hakukuwa na namba kama hiyo. And so God just saved Lot and the family. Na kwa hivyo Mungu akaweza kuwakomboa tu wale Lot na familia yake. Can we negotiate with God? Sisi tunaweza nongenezeana na Mungu Even with hivyo. all the history and all the complaints and all the laments like the one the children of Israel are having, even in all our shortcomings. Katika zile hadithi zote ni kama hata pia wana wa Israeli vile walipitia, na hata katika udhaifu wetu. On Friday when we were praying, Ijumaa tulipokuwa tunaomba, something very strong came and I found myself pleading for mercy as we were praying. Kitu ambacho kilikuja na msukumo wa nguvu kilikuja na nikajipata ninaomba neema za Mungu. And pleaded for mercy. Na ninaomba zile rehema za Mungu. Because I realized, maana nilipata something just came and even as Christians, maana sisi wa Kristo we find that we have shortcomings. Unapata hata sisi tuko na makosa zetu. Last weekend we were powerfully taught about proper giving. Weekend iliyopita tuliweza kufunzwa kuhusu kutoa vizuri. How many felt like have not been giving the right way? Ni wangapi walisikia ni kwamba sijakuwa nikipeana jinsi ambavyo inafaa? Did somebody find themselves there? Kuna mtu alijipata hapo? Honestly speaking, kusema ukweli, ama kuna angels tupu hapa. Did you feel like I have not been giving the right and the proper way? Ulijisikia ni ya kwamba sijakuwa nikitoa kwa jinsi ambavyo inafaa. And you're a Christian. Na wewe ni Mkristo. But yet as the teaching comes, na ni kama mafunzo yanakuja, we feel like we have shortcomings. Tunapata hata sisi kuna mahali tunateleza. We have not partnered with God the right
way. hatujasimama na Mungu jinsi ambavyo inafaa. When we comes to the leadership programs and you're being taught, Tunapokuja katika uongozi na tunafunzwa and the teachings are coming powerfully, na mafunzo yanakuja kwa nguvu, how many feels, hey, hapo nimeguzwa? How many feels that? ni wangapi wanasikia kama wamenguzwa mahali? Hata kama utasema, we know something happened deep down, and it is good for that soul who accept that they have an issue so that they are able to correct. Because a church, Ni vizuri kuitikia na ujue ya kwamba kuna kasoro mahali na ukaweze kurekebisha, maana kanisa, even though I'm not saying this to condone with the sin, hata kama sisemi hivi nikaweze kusimama na dhambi, as church is a place, it's like a hospital kanisa ni kama hospitali, where we come to be made better, to be healed, mahali ambapo tunakuja tukaweze kutengenezwa na tukaweze kupona, where we come to be taught. mahali ambapo tunakuja kufunzwa. So there is nothing wrong with you feeling like actually it is good because the word is working. Kwa hivyo hakuna ubaya unaposikia ni kama umedungwa sindano, Because ni the Bible- vizuri, maana hapo ndipo unapata mabadilisho. Because the Bible says that the word of the Lord is a double sword. Maana Biblia inasema neno la Mungu ni kama upanga, And so as it comes forth, na basi inapokuja it cuts through. saa zingine linatukata. Actually, it is abnormal if you come and feel like the word has gone through and there is nothing you have felt. Si ni kitu ambacho si cha kawaida It kama should, the word unakuja should na come hausikii kitu. and if it is an encouragement, if it is a teaching, should at least leave an impact in you. Neno likija linafaa kuacha limezungumzia moyo wako na unasikia kama umeguzwa mahali. And so I felt like we as Christians, Na basi nikasikia sisi kama Wakristo, we have shortcomings. sisi pia tuko na kasoro zetu. Because if it comes to the teaching of honor, Kama ikifika ni kama hiyo mafunzo ambayo tulifunzwa ya you honor, find yourself, you have a shortcoming. unajipata kuna kasoro fulani. Kikuja ni wakati mwingine pia kuna neno linapita, likipita la mapenzi kupitia Pastor Steve, unasikia bado kuna mahali I need an improvement. Ukipitia kwa mhubiri mwingine na kuja na mafunzo mengine, bado unasikia unanguzwa. Ama mnini hamkumbukangi mafunzo ambayo tumefunzwa? Am I speaking Greek? Previously we were taught about love. Tulifunzwa kuhusu upendo juzi, And as all these teachings are coming, na hayo mafunzo yote yanapokuja, we find that we have shortcomings. tunajipata hata sisi tuko na kasoro And we fulani are not complete. na hatujakamilika. We have not complied to the rules of God. Hatujafuatilia zile kanuni za Mungu. I'm not speaking about the laws of Moses. Sijasema kanuni za Musa, I'm talking of the laws of God. nasema zile za Mungu. I have not given my all. Sijaweza kujipeana kabisa. I have not served to the point I can be called excellent. Sijatumikia katika kiwango cha juu. I have not given to a point where I feel I have given enough, I have supported the ministry enough. Sijaweza kutoa fedha kwa kiwango ambacho nasikia kwa kweli nimeweza kutoa So kwa in njia other inafaa. words, we are wanting. Kwa hivyo tunapata hata sisi tuko na kasoro. And we are the same as the children of Israel here. Na sisi ni kama wana wa Israeli hapa. And if we do not come to the altar and plead for mercy, Na kama hatutakuja kwa madhabahu na hold tukaanza to the kuomba ark of rehema the zake, covenant, ama tuende katika hizo agano ya agano ni sawa, wameelewa? Or negotiate with God as Abraham is negotiating. tukaweza kuongea na Mungu kama vile see, Abrahamu The anaweza book of kuongea. Isaiah is saying, Katika kitabu cha Isaya kinasema, come, let us reason together. kuja tukaweza kunongonezeana. We reason with our God. Tukaweza kunongonezeana na Mungu wetu. And we ask, God, we have come to this mountain. Na tunasema Mungu tumekuja We katika have mlima. held the ark of the, we have held the horn of the altar. Tumeweza kushika zile pembe za With all madhabahu our shortcomings. na zile shida zetu. Do you still want to tell us that we shall go through the same issues? Unataka kuniambia tutaweza kupitia hayo With the tena unjust. ambayo amepitiwa As Sodom na Sodom is going down, inapoenda chini and your people
na watu wako going to go down the same way. wataweza kwenda chini We pia. are negotiating with God. Tunasimama na And kunongonezeana we na are Mungu. reminding the enemy Na tunaweza that kusimama kukataa we are with help. na tuko na msaada, We have an altar. tuko na madhabahu. And I am happy because the altar we are talking about, Na ninafurahia maana madhabahu ambayo tunanenea. you see, God says, as in the book of John 3:14 and 15, just before you go to the most popular verse. Katika kitabu cha Yohana 3:14, And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted. 15, and whoever believes in him should not perish but have eternal life. Na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Yes, the same way the serpent was lifted in the wilderness, that was the provision then. Our provision now is the Son of God. He has been lifted the same. And you know, the thing was that those days when you looked at that serpent, Wakati ulipoangalia yule nyoka, hata kama ulikuwa umeumwa, you could not die. The venom. hata kama ulikuwa umeumwa na nyoka hungeweza kufa. So the Son of God has now been lifted. Na sasa mwana wa Mungu ameweza kuinuliwa vivyo hivyo For the sake of us. juu yetu. We have help. Kama tuko na msaada. And you know this Son of God, Na unajua huyu mwana wa Mungu he's not just the Son of God. sio mwana wa Mungu tu. This one, Huyu, as the book says in the book of Hebrews 8:6, kama vile inasema katika kitabu cha Ibrania, he is a far much better. yeye ni mwana wa Mungu ambaye ni mzuri. Listen, I want you to put I wish I had asked Victor to give us the ark of the covenant, ile box waione physically. I wish, ningeweza kumwambia I didn't ask. Victor. I'm saying I wish I asked Aria in advance for that box. Najuta ya kwamba ningemuitisha hilo sanduku la ngano tuweze kuona. Or I asked for the serpent, the bronze serpent on the cross, Ama nikaweza kutisha yule nyoka, so that we can see it and see. ndipo sasa ukaweza kumuona na kuelewa. Or figure out the cities of refuge. Ama ukaweza kufikiria hizo miji ambazo zilikuwa zimeteuliwa kwa Can you take a kujificha. minute and see a box? Hebu chukua nafasi na ukaweze kuangalia sanduku. Because the altar, the ark of the covenant was just a box. Maana sanduku la ngano lilikuwa tu sanduku. Or even that bronze snake. Ama huyo nyoka. Do you see, if somebody could go and hold the ark, Kama mtu angeenda kuenda Just na a ashike box. hilo sanduku la ngano and get saved. na akaweze kukombolewa. If somebody could look at the bronze snake, Kama Mungu aweza kuangalia ile nyoka and the venom in the snakes could not work on him, na ile sumu ya nyoka ingeweza kufanya kazi kwake. what about us who are looking at Christ who has been lifted up for us? Na sisi je, wenye tunaangalia Yesu Kristo ambaye ameinuliwa And you kwetu? see, the Bible says, Na unaona Biblia inasema, as I was requesting that, yes, here it is. But now this one is almost going on off, kuna kitu imeficha maandishi pale. But now he has obtained a more excellent. Can we read that as let's all of us read that verse? Thank you. Yes, see, but he has now obtained a more excellent ministry. Some verses would say a superior. I don't know if it is amplified or a New Living Translation. You can give us a more superior. Yani, a superior,
more than the box, more than the snake that was lifted for men those days. This one is far much better. Yaani iko na nguvu na iko na ukuu kuliko hilo sanduku la agano na yule nyoka wa shaba aliyekuwa anainuliwa. See, the ministry which is much superior and more excellent than the old. You see, it is more superior than the altar. Yaani ni kuu kuliko hata lile sanduku la agano. That bronze snake. Kuliko huyo nyoka. Na ndio maana nimekuja nikuambie. That is why I came and tell you we have help. Na ndio maana nimefika mahali hapa nikuambie tuko na msaada. Wacha tu kuona vitu. Unfortunately today, and it is also a good thing, we are not going to say it is unfortunate. It is fortunate because nowadays in this covenant, in this dispensation, siku hizi wakati huu katika hilo agano, we are not privileged to see these things physically. Hatuoni hizi vitu kwa macho yetu. These are things perceived spiritually. Hizi ni vitu ambazo tunaziona kwa macho ya kiroho. These are things that we can only acquire and receive from faith. Ni vitu ambavyo tunaweza vipokea kupitia kwa imani. The salvation that you are talking about, wokovu ambayo tunaongelea, it is not salvation that you can come and hold the ark here at the box to okoke. Si wokovu ambao utakuja ushike tu sanduku kaze kuokoka. Our mind should live in that conscience. Ni akili zetu ambazo zinafaa kukaa katika hiyo hali. Christ died for us. Ya kwamba Yesu Kristo alikufa sababu yetu. He is now more than that ark of the covenant. Ni amezidisha kuliko hilo sanduku la agano. He is much more than those sacrifices that were given. Ana nguvu kuliko hata zile dhabihu ambazo zilitolewa. More than that bronze snake that was lifted for the children of Israel. Ako na ukuu kuliko hata hilo nyoka la shaba. In every dispensation, in every generation, God has a solution for his people. Tunasema katika kila wakati na katika kila kizazi Mungu ako na njia zake za kusaidia watu wake. Today, na leo suluhisho letu it is Jesus. Ni Yesu Kristo. I don't know. Sijui. Nasema tena, hebu guza ile sasa sijui utaiguza nini? Ni akili. Unakumbuka Dr. Humphrey alikuja hapa akasema exceedingly abundantly above. And he also mentioned the power that works within us. Alianzia na kutuambia open a house. Alianza kwa kutuambia tukaweze kufungua nyumba. Wewe ulifungua kanyumba kagani? But immediately after that, na baada ya hayo, you opened, after now he talked and opened your eyes. Alipoongea na ukaweza kufunguka macho yako. You didn't just enter your normal house. Haukuingia ile nyumba ya kwanza. I am sure I also was there, but I also saw a bigger house. Hata mimi nilikuwa pale lakini niweza kuona nyumba kubwa sasa. That is why we came to obtain mercy, to be opened. Ndio maana tulifika mahali tukaweza kupata fadhili za Bwana, tukaweza kufunguka. That we have help. Tukaweza kupata msaada. My sister, you don't have to cry out there because of issues. Dada yangu ufai kulia mahali hapo juu ya changamoto. You don't have to be burdened by issues. Haufai kugandamizwa na machangamoto. I wish we can just see the greatness in this God. Tunaweza kuona ule ukuu katika huu Mungu. That no covenant, ambaye ni mkuu na angano zake. No covenant, ambayo hakuna angano moja. No blood, hakuna kitu can supersede. Kinaweza shinda. Whether there is whatever is working against you in your life today. Chochote ambacho kinaenda kinyume na maisha yako leo. As you perceive and know that you have help. Na unafaa kujua kwamba utapata msaada. And put it in your mind. Na weka kwa akili yako. That in your Noah, na katika wakati uko chini, there is something else beyond what you can see. Kuna kitu kingine kikuu kuliko kile unachoona. And that you have help. Na ya kwamba uko na msaada. You don't have to go years after years without a job. Haufai kuenda miaka na miaka bila kazi. You don't have to cry for the same prayer item year after year. Haufai kulilia kitu na maombezi ya kitu moja miaka nenda miaka. We as the children of the Most High, sisi kama watoto wa mkuu, we are not supposed to cry of hunger. Hatufai kulia njaa. Of lack. Ya kukosa. Seasons are there and times are there. Majira yako na wakati uko.
wakati ni ule mchakato, But the truth is, lakini ukweli ni the righteousness of God ile rehema za Mungu are like a tree planted by the river ni kama ule mti ambao umepandwa karibu na that mto, bears fruit in and out of season. ambao unazaa matunda Because wakati wa they majira are na usio wa well majira, watered. maana unapata maji ya kutosha. Because I know most of us are struggling, Maana watu wengi tunang'ang'ana even with health issues, hata kwa matibabu na miili even with yetu, self-esteem, hata katika hiyo even kujidunisha, with rejection. hata kwa kukataliwa, But we are not without help. lakini si ati hatuna msaada. Assume you're now coming running to the ark of the covenant, to the ark, to the altar. Unafaa ufikirie sasa umekuja katika madhabahu. I can see Adonijah running Ninaona Adonijah akiweza kukimbia very fast before Solomon catches with him akikimbia sana kabla ashikwe na and Sulemani, holds the ark, the horn of the ark, na anashika zile pembe za and he madhabahu is saved. na anakombolewa. I can imagine somebody else in the days of old, in the times of Joshua. Ninafikiria wengine wakati huo, wakati wa Joshua, This person has killed, huyu mtu ameua, but he's now running until he gets to the cities of refuge. They have been named there. They were named. na anakimbia katika ule mji wa kukombolewa ambao ulikuwa umeweza They kuwekwa are kama jina. running to the city of refuge before Anakimbia katika ule mji wa the kukombolewa accuser catches up with him. kabla wakaweza kushikwa. I am running to the ark, to the altar, Ninakimbia kwa madhabahu before the debtor catches with me. kabla niweze kushikwa. I am running to the altar Ninakimbia kwa madhabahu before the landlord catches with me. kabla mwenye nyumba kaze It is kunishika. not about the big things. Wacha kuona kifo. Mungu alichukua kifo kwa sababu alijua that is the highest. Haijalishi, wacha kuona vitu kubwa kama kifo. Mungu alichukua I hayo don't maana have ilikuwa a job. kubwa. Sina kazi, I am running to the altar. ninakimbia kwa madhabahu. I am running to the altar. Nakimbia kwa madhabahu. I don't have a child. Sina mtoto, I am running to the altar. nakimbia kwa We have madhabahu. had a privilege of hearing somebody who have been healed of diabetes in this service. Tumeweza kusikia mtu ambaye aliweza kuponywa kwa ugonjwa wa kisukari mahali She is a hapa, guest. na ni But we mgeni. now know, even if you've not had it in the recent days, you have had it. Hata kama hukusikia juzi, umeweza kusikia sasa That when we run to the altar, ya kwamba tunapokimbia kwa madhabahu we are healed. tunapona. That when we run to the altar, Tunapokimbia kwa madhabahu our burdens are lifted. mizigo yetu zinaweza kuchukuliwa. It doesn't matter what is speaking against you. Haijalishi ni nini kinanena kinyume na It wewe. doesn't matter what sacrifices have been given against you. Haijalishi nabii gani zimetolewa kwa It sababu doesn't yako. matter where you come from. Haijalishi unatoka wapi. Whichever bloodline, Haijalishi. that is null and void. Hiyo ni kitu ambacho haijalishi As long as you are kabisa. going to run to the ark Bora tu umekimbia katika and to madhabahu the altar na katika and madhabahu hold on. na ukaweza kushika. You see, the Bible says in the book of, I think you're going to get it for me. I don't have it, but it is in the book of Hebrews. Should be, this verse that says, the blood of Jesus. It should be 12:24. Biblia katika kitabu cha So that you don't Waebrania have to listen to so many 12. things that the curses, what? No, they are null and void. I mean, all these things are null and void. hizi vitu vyote hazina nguvu kwetu. To Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of the sprinkling, to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Ile ya Habili, hii ya Yesu inanena mema kuliko ile ya Habili. Sasa tunaweza sema ile ya kuku ambao wachawi na wengine walitoa haiwezi nena zaidi ya ile ya wachawi walitoa, haiwezi nena zaidi ya haiwezi nena zaidi. Kwa hivyo usiambiwe na mtu, don't be told by anybody, Usiambiwe na yeyote that you're suffering because of a curse, ya kwamba unateseka juu ya that you're laana, suffering because there is a covenant that is in your house, unateseka in your maana kuna family, agano katika nyumba in yenu, your bloodline. katika familia yenu. The mediator, Mtu ambaye ako kati yetu ni Yesu. this blood is speaking great and better things. Damu ya Yesu inanena mambo makuu We kuliko vitu have vyote. help.
tuko na msaada. And today I want us to believe together. Na leo nataka tukaweze kuamini kwa pamoja. Nothing stands between us and our help. Hakuna kitu kinasimama I katikati just yetu na wish msaada we can wetu. just renew our mind Tunafaa tubadilishe mawazo yetu and have the faith na tukaweze kuwa na imani. and the unbelief, because that is what is killing us. Maana hicho ndicho kitu ambacho Our kinatumaliza. unbelief. Kutoamini. You see, if Jesus is in the boat, Kama Yesu yuko mahali pale, hapa naona kila mtu ameokoka. So meaning Jesus is in your boat, kama Yesu yuko katika lile boti lako, you cannot sink. hauwezi You zama. cannot sink. Hauwezi zama. How many have Jesus Christ in them? Ni nani wako na Yesu katika mashua yao? Why then do we have to sink in debts? Na kwa nini tunazama kwa madeni? Why then do we have to sink in lack? Kwa nini tunazama? Ndio maana tukaweza kupata neema katika wakati wa mahitaji yetu. And I want us to stand up. Na nataka tukaweze kusimama. Royce, please read us with the same chorus that you read us earlier. Kaweze kuongoza na ule wimbo ambao waliimba hapo awali, Na ijulikane. ambao unasema na ijulikane. Sisi tuko na usaidizi. Sisi tuko na usaidizi. We have help. Tuko na usaidizi. And I want you to learn in your mind. Nataka ukaweze kujua This katika one akili yako. we are not running literally like Adonijah. Sisi hatukimbii kama Adonijah. We are not looking at the cross like the children of Israel as they were looking at the bronze snake. Hatuangalii yule nyoka wa shaba kama wana wa We are Israeli. looking to Christ through our mind and through faith. Tunaangalia Yesu Kristo kupitia katika mawazo yetu na And imani. because we have found grace today, Maana tumeweza kupata neema siku ya our faith leo. is going to be built up. Neema yetu, imani yetu itaenda kubadilika. As you run to the altar, Unapokimbia katika if you madhabahu, have a touching need, kama uko na hitaji fulani that you really want God and a divine power to help and intervene, ambayo unataka Mungu akaweze kuchukulia, as we sing this chorus, tunapoimba wimbo huu, just allow your mind to see enda ukaachilia akili yako ikaweze kuona that you have help. ya kwamba uko na msaada. If Adonijah could be saved, Kama Adonijah angeweza if kusaidika, somebody could learn to the city of refuge, kama mtu angeweza kukimbia huo mji wa why not kukombolewa, us who have ran to the most high, kwa nini sio sisi ambao tumeanza kukimbia kwa yule mkuu, an altar that is above any other altar? ambayo ni sanduku la ngano ambalo liko juu ya yote? Tuongoze na tafadhali, asante. Na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote, na ijulikane, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane, na ijulikane watenda mambo makuu. Yesu, na ijulikane duniani kote, na ijulikane, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, unaweza, na ijulikane watenda mambo makuu.
ijulikane, watenda mambo makuu. Hata leo na ijulikane, duniani kote. Na ijulikane, wewe ni Mungu. Na ijulikane, wewe waweza. Na ijulikane, watenda mambo makuu. Na ijulikane, duniani kote. Na ijulikane, wewe ni Mungu. Na ijulikane, wewe waweza. Na ijulikane, watenda mambo makuu. Na ijulikane, duniani kote. You have a chance to lift up your hands and negotiate with God this minute and now. Uko na wakati huu wa kuweza kuinua mikono yako na kuweza kunongonezeana na Mungu, Just as Abraham is negotiating with God. kama vile Abrahamu wananongonezeana na Mungu, That are we the righteous ya kwamba sisi ambao ni wana wako going to go through the same issues as those who do not believe in you? hatuwezi kuwa pamoja kama kitu moja kana wale wengine ambao We hawakujui. have a chance to cry out and to seek and to obtain mercy Tuna kwa nafasi ya kuomba rehema zake Mungu and even find grace na kupata neema yake, to help us in this time of need. ukaweza kutusaidia katika wakati. I know we all have different needs, tuko na mahitaji tofauti, and the grace is here today. na neema iko mahali hapa siku ya As leo. Adonijah is running, Kama Adonijah anapokimbia, run to the altar. kimbia kwa madhabahu. In your mind, Katika akili yako, in your mind, katika akili yako, let faith be built again wacha imani yako ikajengwe and tena, understand that you have help. ukaweza kupata msaada. Let the people know that you serve a true living God. Wacha watu kajue ya kwamba utatumikia You Mungu. cannot remain the same way as those who do not believe and those who do not have help. Hauwezi baki pamoja na wale ambao We have an altar, Jesus Christ, sisi tuko na neema kwa Mungu who has Baba, been raised up for us this time round. ambaye ameweza kuinuliwa juu And as yetu. we look up, Na tunapoangalia, that issue is done. tunataka kuhakikisha imetendeka. If the venomous could not kill the people who looked up, Hata watu ambao waliweza kuangalia juu, even the economic crisis that are here in our nation, hata uchumi ambao uko juu katika nchi as we yetu, look up to the altar that is supreme, the best of the best, tunapoangalia katika hiyo we madhabahu shall ambayo ni find kuu, help. ambapo tunapata msaada, Tutapata msaada. tutaweza kupata huo And msaada. I know and believe together with you Na ninajua ya kwamba pamoja na that wewe there is help here today, kuna msaada mahali hapa that you shall be saved. ambao tutaweza kupata. The Bible says that God is the same yesterday, today, and forevermore. Biblia inasema Mungu ndiye yule jana na leo na And milele. he could work with the Ark of the Covenant and such things. Na angeweza kufanya kazi na How angano na much sanduku more la is kale. it that now we have the name above every other name, Jesus Christ? Na wakati huu tuko na jina kuu kuliko majina yote. Learn to in your mind. I just want you to see yourself learning and cleaning to the altar. Kimbilia katika akili yako ukaweza kukimbia katika hiyo Tazama madhabahu, juu msalabani. maana ukaweza kufika mahali pale na kupata msaada. The book of Psalms 34 verse 5 says Katika kitabu cha Zaburi 4 kinasema that those who look unto the Lord kwamba wale wataweza kuangalia shall be radiant, wataweza kuwekwa ule and mwangaza their face can never be covered with shame. na hatawekwa katika aibu You tena. cannot be put to shame. Hautaweza kuwekwa kwa aibu You tena. cannot be put to shame. Hautaweza kuwekwa kwa aibu tena. Kimbilia jina la Yesu Ukimbilie Yesu Kristo. na utapata msaada. Amen. Utapata msaada. Utapata msaada.
Wacha niombe pamoja na wenye wanaamini ya kwamba, nasema hivi, najua ya kwamba sisi wote tuko na hitaji, na najua ya kwamba tunapoomba utaenda kupokea imani ya kwamba utaweza kupokea msaada wakati huu ambao unatakikana. We want to thank you, Jesus Christ, for we know you gathered us here and let us know that we have help in you. Even the old covenant you could help. How much more now that we have a more better covenant, a supreme and a more excellent Jehovah God. Thank you, Jesus Christ, for the works of the cross. Thank you for the blood. Thank you for the altar that supersedes every other altar, that supersedes every other covenant. Thank you for mediating for us. Thank you for praying for us this wonderful afternoon. We are believing and we trust in God that every one of us that is here, we are going to be healed of unbelief. We shall refuse doubt. We refuse doubt in our minds, and we are looking up to thee, Jehovah God, and we know we shall be saved. We know we shall be saved. Many are the affliction of the righteous, but you deliver them from all. And thank you for you are delivering us from all troubles and the issues. Any burdened soul that is here, lift up the burden, Jehovah God. Anyone who is looking for a financial breakthrough, Jehovah God, we speak a word. Go forth and make a way, Father God. Anyone who is trusting you, Jehovah, for a job. Anyone who is trusting you, God, for marriage. Anyone who is trusting you for restoration of lost relationship and opportunities. God, we are not without help, and we know and we believe in our Noah that we have help, and as we look up, Lord, we shall not be ashamed. Na itajulikana ya kwamba wewe ni Mungu wetu. Endelea kujidhihirisha na kuonekana katika maisha yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina, amina. Amina. Amen, amen. You are blessed. You can have your seat. Barikiwa, unaweza keti. Thank you, praise and worship. Asante sana wana masifu.